Bwana ametupa siku ya leo ili tumwabudu tu yeye, na tunasoma katika 1 Peter chapter 1 verse 13 to 17. 1 Peter chapter 1 verse 13 to 17 inasema, kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu na kuwa na kiasi, mkitumainia kwa utimilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Na ikiwa mnamuita Baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. Na zote tuseme amen. Hallelujah. Tunazungumzia holiness is your choice, au kukaa maisha matakatifu ni chaguo lako. Amen. Biblia imesema kwamba therefore prepare your minds for action, be self-controlled. Hallelujah. Ingine inasoma kwamba be alert and fully sober. Be alert and fully sober in your mind. Kwa hivyo wakati ambako tunamjia Kristo, wakati ambako naokoka, wakati ambako namkimbilia Mungu, naye anakuwa wako na wewe unakuwa wake, kitu cha kwanza ambacho huwa anaanza kushughulikia ni your mind, akili zako, ili ziwe alert and fully sober. Bwana asifiwe sana. Ziwe alert and fully sober, kwa sababu safari hii haitaki watu wa kusuasua, watu ambao wanakaa ni kama walevi. Inataka watu ambao wako sober, wako alert. Kwa hivyo huwa anashughulikia our minds, akili zetu ziwe alert and fully sober, kwa sababu tukiwa duniani wengi tunaweka mambo mengi katika akili zetu ambayo inatufanya hatukui sober. Kuna wale ambao wamevuta bangi mpaka akili zao zenyewe zina moshi. Hallelujah. Mwingine amekula mguka, akili zenyewe ziko green. Kuna mwanangu alikuwa anasema baba fulani anakula mboga mbichi, yaani mguka. Yeye aliona mguka ni mboga, anakuwa mambo baba fulani anakula mboga mbichi, yaani amekula mguka paka akili zenyewe ziko green. Mwingine amekunywa pombe paka anaota nayo. Sasa mtu huyo, haya mambo anayaweza kweli? Alafu uokoke na ubaki ni kama mlevi. Utasonga ufike wapi? Ndiposa Biblia inasema transforming our minds to be alert and fully sober. Yeye anapokuja anaanza kutransform, yani anabadilisha akili zetu ziwe soba. Anasafisha bangi, anaondoa. Anasafisha mguka, anaondoa. Pombe anaondoa. Wengine akili zenyewe ni chafu, yani akikuona tu anaanza kuwaza mambo machafu juu ya maisha yako. Hallelujah. Kuna watu kama hao na wametutatiza miaka mingi iliyopita. Yaani akikuona tu dada yangu ukitembea na mtu mwingine jinsia tofauti, mawazo kwanza hataki kujua ni kasini yako, hataki kujua ni ndugu yako, hataki kujua ni nani. Nasema mnasema fulani ameokoka. Nyinyi hamjui vile nilimuona mimi na macho haya mawili, vile nilimuona na vile walikuwa wanaangaliana. Yaani akili ni chafu. Kwa hivyo Kristo anaanza kusugua, kuondoa ule uchafu.
kwa sababu safari hii inahitaji watu ambao wako alert na soba. Amen. Kwa sababu vitu vilivyo mbele yetu ni vitu ambavyo vinahitaji mtu ambaye yuko soba. Neno hili linahitaji mtu ambaye yuko soba. Haleluya. Kuhudumia watu kunahitaji mtu ambaye yuko soba. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Kristo anaanza kushughulikia akili zako. Akili ni sehemu ambayo inafanya ufanye maamuzi aidha ya busara au yasiyo ya busara. Akili ni sehemu ambayo inatambulisha wewe ni nani. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo akili yako isiposhughulikiwa, usipomruhusu Kristo ashughulikie, kwa sababu Mungu hashughulikii kitu ambacho hajaruhusiwa kishughulikia. Mpaka mruhusu Mungu, ingilia kati, takasa mawazo yangu. Wenyewe unajua kama yako ni machafu au ni masafi, wajua. Na vingine navyo hata utaki, lakini unajipata uko ndani. Hutaki kuwaza mambo fulani, lakini unapata mawazo haya yamekuja. Hutaki kufanya mambo fulani, unajipata uko pale. Haleluya. Inabidi Mungu aingilie kati, aanze kuishughulikia. Na mawazo yako yakishughulikiwa ukiwa alert and fully sober, mawazo yako yanabadilika. Unaanza kutambua vitu ambavyo wengine hawaelewi. Unaanza kuona mambo vile wengine hawaoni. Haleluya. Unless wewe ulikuja tu kanisani, hukuja kwa Kristo. Kwa sababu kuna tofauti ya mtu kuja kanisani na kuja kwa Kristo. Si wote walio kanisani wako kwa Kristo. Haleluya. Kwa sababu kanisa is a social gathering. Amen. Mkutano au kukutanika kwa jamii. Na watu wanapokutanika, jamii inapokutanika, huwa kuna watu wa aina yote. Hata wezi wako kanisani. Ndiposa vibeti vya mama na simu zinapotea kanisani. Haleluya. Nani ameiba jamani kanisani? Wezi tuko nao hapo hapo. Wewe ukiangalia kando, yeye amekuja kwa kazi. Kanisa imebeba hata walevi wako ndani, wazinifu wako ndani, kila kitu kiko ndani. Na kweli ni hivyo, kwa sababu kanisa ni garage. Sijawahi kuona gari nzuri ikipelekwa garage. Zinazoenda pale ni magari mabovu, na inatengenezwa mpaka inaanza kwenda. Kwa hivyo wacha tuambie wache, hata waganga wache kanisani. Kuna fundi mkubwa hapa, tutawafanyia panel beating mpaka wakitoka hapa ni magari yanaenda. Haleluya. Kwa hivyo lazima tuwe macho. Kanisa ni kusanyiko, na kama ulikuja kwa Kristo, haukuja kanisani tu. Akili zako lazima shughulikiwe, uwe alert and fully sober. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Lakini leo nazungumza na watu ambao wamemjia Kristo na wale ambao wanataka kuja kwa Kristo. Haleluya. Biblia inasema, with the mind which is alert and sober, set your hope on the grace to be brought to you when Christ Jesus is revealed in his coming. Kwamba sasa akili zako zikiwa ziko sawa, weka tumaini lako kwa neema itakayoletwa Kristo atakapofunuliwa. Yani kuna kitu ambacho lazima ukitazame. Amen. Hauwezi kushindana kama hakuna kitu unachokishindania.
Hauwezi kufanya kazi kwa bidii kama hakuna kitu utakachokipata baadaye. Lazima kuweko na kitu kinachokumotivate, kinachokutia bidii ndio usonge mbele. Hapa Petro anasema kwamba weka tumaini lako kwa weka tumaini lako kwa neema itakayokuja Kristo atakapofunuliwa. Amen. Yani tutazame mahali, na unapotazama pale, unapoweka tumaini lako pale, basi itakupatia bidii ya kusonga mbele. Hebrews chapter 12 verse 2 inasema ya kwamba Christ himself, because of the joy which was set before him, he endured the cross, scorning its shame, and he is seated at the right hand of the throne of God. Kwamba Kristo mwenyewe kwa sababu ya furaha iliyowekwa mbele yake alivumilia msalaba, aikadharau aibu, na sasa ameketi mkono wa kuume wa Baba. Haleluya! Kumbe huko kuvumilia kote ilikuwa kwa sababu ya furaha iliyokuwa imewekwa mbele yake. Kuvumilia viboko, kuvumilia kuwekwa kofia ya mawe, amiba, kwa sababu Yesu alikuwa na uwezo wa kuamrisha jeshi la malaika kuja kumsaidia. Na hata kama angesema tu nyinyi na wakemea wote wangeanguka. Bwana asifiwe sana. Lakini alikuwa anavumilia hayo yote kwa sababu ya furaha iliyokuwa imewekwa mbele yake. Kuna kitu alichokuwa nakiona mbele, kitu ambacho alikuwa anasema hata kama nasikia maumivu lazima nivumilie. Hiki ambacho Baba ameniwekea lazima nikipate. Amen. Nasi kama tutaangalia yaliyo mbele yetu, basi tutavumilia, basi tutajitenga na yeyote ambaye inaweza kutuvuta chini, kutufanya tusipate yaliyo mbele yetu. Tutavumilia, tutajikaza. Haleluya. Na ni kitu gani kimewekwa mbele yetu? Kuna ufalme. Bwana asifiwe sana. Nasema kuna ufalme, na ufalme una mfalme, na sisi tumeitwa wana wa mfalme. Kwa hivyo kama hujawahi kuingia state house ya nchi hii, basi utaingia state house ya mbinguni. Wewe ni mtoto wa mfalme. Kwa hivyo tunaenda kwetu, tunaenda kwa ufalme wa Baba yetu, na umewekwa tayari kwa ajili yetu. Wapendwa, tuvumilie yote tunayopitia. Shida unayopitia si bure. Matatizo unayovumilia hayo si bure. Umaskini huo na yoyote unayovumilia si bure. Kuna ufalme umewekwa mbele yetu. Haleluya. Kuna kitu chema kimewekwa kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Na kama kuna kitu chema kimeweka, jikaze na hii safari. Bwana asifiwe sana. Jikaze, majaribu yapo, lakini jikaze. Kwa sababu kuishi maisha matakatifu ni chaguo lako. Unaweza kuchagua kuishi maisha mazuri au uchague kuishi mengine. Haleluya. Chaguo ni lako. Yale majaribu ambayo yamemshinda mwingine, kuna mwingine alishinda. Haleluya. Nasema yale majaribu yaliyoshinda yule mwingine, kuna mwingine alishinda. Na yale ambayo mwingine alishinda, mwingine alishindwa. Ni kwa sababu ya uchaguzi. Ni bidii tunayoweka, kwa sababu kuna kitu kimewekwa, taji imewekwa kwa ajili yetu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. Haleluya. Just like obedient children, let us not conform to the evil desires we had when we were living in ignorance. That was verse 14.
kama watoto wa kutii. Hallelujah. Let us not conform. Conform ni kufananishwa na mawazo mabaya. Kuna transform na kuna conform. Jesus transforms the mind. The devil conforms. Hallelujah. Yani hawa wawili wote wanalenga kitu kimoja katika mwanadamu, nayo ni akili zako, mawazo yako. Kristo anabadilisha, shetani anaifanya ifananishe na tamaa mbaya. Yani Yesu anasafisha, shetani anachafua. Yesu anatenganisha, shetani anaharibu. Na wote wanatenga kitu kimoja kinachoitwa akili. Haleluya. Shetani anajua kishika akili zako amekupata. Yesu anajua kwamba kitawala akili zako asitengeneze anakupata. Haleluya. Sasa anasema kama watoto wadogo, msifananishwe na tamaa za uovu, tamaa mbaya ambazo mlikuwa nazo mlipokuwa mnaishi katika uovu. Wajua shetani hawezi kujaribu na kitu kigeni. Anakujaribu na kitu ulichokuwa unakipenda ulipokuwa hujaokoka. Na anajua kila mtu alikuwa anapenda nini. Kama wewe ulikuwa ni wa pombe, ulikuwa mlevi, hauwezi kujaribiwa na bangi. Bwana asifiwe sana. Kama wewe ulikuwa unapenda mgukaa, huwezi kujaribiwa na pombe. Utajaribiwa na kitu ulichokuwa unakipenda. Haleluya. Ndiposa nasema zile mawazo machafu mliokuwa nayo mlipokuwa mnaishi katika ujinga wenu, hiyo ndiyo nasungumuzia. Mawazo yenu yasifananishwe. Kwa hivyo si kitu kigeni. Adui alinajua kwamba ulikuwa umefungwa na nini. Haleluya. Na hicho ndio siku zote ataleta mbele yako. Kama unaweza kurudia yale uliokuwa unafanya, kwa sababu tayari unajua uzuri wake. Amen. Wale waliokuwa ni wazinifu, siku zote vitapita mbele yao. Unaona mtu anaangalia anasema hivi kama vingenipata siku zangu, hivi kama vingenipata siku zile. Unafikira mawazo imefika wapi? Ni mbali. Adui amemrejesha kule alikokuwa. Haleluya. Kwa hivyo anasema msifananishwe na mawazo. Do not be conformed to the evil desires we had when we were living in ignorance. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunaposoma 1 Peter chapter 2 verse 11. Chapter 2 verse 11 inasema kwamba wapenzi na wasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho. Tamaa za mwili zipiganazo na roho. Kumbe mili yetu na roho zetu ni uwanja wa vita. Haleluya. Kuna tamaa zinazopigana na roho zetu. Yani ndani yako vita vinaendelea usiku na mchana. Kuna mambo unang'ang'ana nayo. Roho yako inang'ang'ana na vita fulani, mawazo fulani. Mili yetu ni uwanja wa vita. Na vita hivyo haviheshimu mafuta. Kwamba huyu ni askofu, kwa hivyo havitakuweko. Kwamba huyu ni mchungaji, kwa hivyo hawezi kupitia vita hivi. Shetani kama hakumheshimu, yani kama hakumwogopa mwana wa Mungu, wewe ni nani askofu uogopewe? Haleluya. Hata Kristo mwenyewe alijaribiwa. Kama shetani hakumwogopa, ataogopa askofu kweli? Amen. Kwa hivyo vita hivi haviogopi mafuta. Bora una mwili na roho
utapata kwamba kuna vita vinavyoendelea ndani yako. Huenda watu wasijue, lakini wewe unajua. Mawazo yako hakuna aweze kuyajua, wewe mwenyewe ndio unajua. Kila ambacho unajaribiwa nacho ndio kile najaribiwa nacho. In fact mimi vyangu ni vikubwa mno kuliko vyako. Haleluya. Kwa sababu wakiniweza, yani ni achievement kubwa mno katika ulimwengu wa giza. Kwa hivyo majaribu ya mchungaji, majaribu ya askofu ni mazito mno kuliko ya washirika. Haleluya. Lakini yale unayojaribiwa nayo ndio yale najaribiwa nayo. Kwa hivyo vile unavyojikaza uyashinde, ndio vile unavyojikaza mara mbili nishinde. Haleluya. Vile ambavyo unataka kwenda mbinguni, ndio vile nataka kwenda mbinguni. Amen. Kukaa maisha matakatifu ni uchaguzi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo lazima ufanye nini? Ujifunze. Kama utafaulu, jifunze kusimama tisti na kusema hapana. Amen. Hapana. No is a full sentence. Nahitaji kuongeza kitu kingine. No yatosha. It's just a full sentence. Kuna maneno ambayo ni sentence kivyake. No and yes. Hallelujah. Kwa hivyo kama utashinda, jifunze kusimama tisti na kusema hapana. Amen. Safari hii kuianza unahitaji tu maono, a vision. Kuendelea nayo, safari ya kwenda mbinguni, unahitaji discipline. Bwana asifiwe sana. You just need discipline kuendelea na safari hii. Na discipline inahusisha kusema mambo mengine hapana. Na useme hapana na sura haionyeshi hapana. Kuna wakati mtu anaweza kusema hapana, lakini ukimwangalia huyu anasema ndio. Na watu wanajua. Anayemaanisha hapana watu wanajua. Anayemaanisha hapana lakini ndani kunasema ndio, watu wanajua. Haleluya. Lakini kuna wakati unaweza kumwambia mtu hapana mpaka mwenyewe aseme hey, hapa nikiendelea nitakipata kile ambacho natafuta hapa. Wacha nitoroke mapema. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tujifunze kusema nini? Hapana kwa dhambi. Katika kitabu cha Tito nasema neema iwaokoaye watu wote imefunuliwa. Nayo inatufundisha kusema hapana kwa dhambi. Bwana asifiwe sana. Inatufundisha kusema hapana kwa dhambi. Kwa hivyo kuishi maisha matakatifu unahitaji discipline. Kwa sababu nafasi za kutenda dhambi ni nyingi. Na nafasi hizi, kila nafasi ina promise iko attached. Hallelujah. Nasema nafasi, opportunities to sin are many. But every opportunity has a promise attached to it. Hallelujah. Utamsikia mtu anakuambia ukikubali kufanya hivi nitakulipia rent ya nyumba, nitakupelekea watoto shuleni. Yani kila opportunity ya dhambi ina promise. Ukikubali tu haya, promotion unapata. Ukikubali tu hili, haleluya, shida ambazo naziona hutaziona tena. Nitahakikisha unaishi maisha mazuri. Ukikubali tu haya, hili na hili nitalitenda. Kwa hivyo nafasi ni nyingi. Nawe ukiwa unaangalia opportunity, promise ambazo umewekewa na humwangalii Kristo, na kuambia ya kusema no, utasema yes. Haleluya. Ile ambayo unastahili kusema no,
utaisema yes, kwa sababu promise zingine ni nzuri sana, na kweli inakupata unateseka, inakupata hujalipa renti miezi mitatu, na mwenye nyumba anasema nikija kesho kama hujanipatia pesa zangu naweka kufuli 2. Haleluya. Na hapo opportunity imetokezea, mtu anakuambia ukikubali kufanya hivi hautaona shida renti tena, na watoto wako watapeleka shuleni. Haleluya. Unaangalia shida, unaangalia shida. Mwingine anasema nilifanya tu kuokoa jahazi. Uokoe jahazi, uliache lizame, ulifanya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nafasi ziko, opportunities ziko, na mambo mengi ambayo watu tunashuhudia kanisani kwamba Mungu ametenda. Si Mungu ametenda, ni shetani ametenda. Unaweza kupata mtu amekuja na ufunguo wa gari, hasa wa mama, anaonyesha ufunguo wa gari, Mungu ametenda. Kumbe ni mzungu ndiye ametenda. Haleluya. Hii amepewa na boyfriend na ameokoka. Haleluya. Na anasema Mungu amefanya nini? Ametenda. Na tunapiga makofi, tunamwambia Bwana asante. Kumbe hakuna bwana yoyote, ni mtu ametenda, ni mzungu ametenda. Tunasherekea promotion kazini, kumbe si promotion. Alihonga hiyo promotion na alijihonga mwenyewe. So mpigie Yesu makofi. Haleluya. Vitu vingi tunavyosherekea tukipiga makofi, Mungu hajafanya chochote, ni watu wamefanya. Opportunities nyingi za kufanya dhambi, na ziko na a promise, ziko na ahadi, iko attached. Amen. Na mwingine anasema siwezi kukalia masikio, mimi sitastreseka na nafasi ziko hapa. Na kweli unachukua na utafurahia kwa miezi, kwa miaka, lakini wakati vitakugeuka, utajutia kwa nini ulifanya hivyo. Shetani hana zawadi za bure, lazima akikupa utalipa. Bwana asifiwe sana. Wasichana, hizo chips mnakula si za bure, lazima ulipe. Haleluya. Hizo pocket money unapewa, unaambiwa nimeguswa tu nikupe. Watu wanaguswa tu haraka haraka hivyo, hakuna kuguswa kokote, utazilipia. Akiguswa ukipokea lazima nao uguswe, ulipe. Haleluya. Kwa hivyo kuishi maisha matakatifu ni uchaguzi wako. Haleluya. Jifunzeni kusema nini? No. Kwa sababu ikiwa tunamwitia Mungu anaye hukumu kila mtu pasipo upendeleo, haleluya, naye hata kupendelea. Hata kupendelea kwa sababu ulikuwa unahubiri, hata kupendelea kwa sababu ulikuwa mtoto wa mchungaji, hata kupendelea kwa sababu mama yako alikuwa anaomba sana, hata kupendelea kwa sababu ulikuwa unaenda mlikuwa mnaenda kwa mikutano ya vijana, mkienda door to door. Hakuna hivyo. Kama hautaishi maisha matakatifu, hakuna upendeleo. Amen. Ndiposa Yesu akasema, wengine siku hiyo watasema, Bwana Bwana, hatukutoa pepo katika jina lako? Na mimi nasema, siwajui nyinyi, tokeni kwangu nyinyi watenda mabaya. Jamani, watu wanaotoa pepo ni watu gani? Watu wa Mungu ndio wanatoa pepo. Sijawahi kuona mlevi akikemea pepo akitoka. Sijawahi kuona mwenye dhambi akitoa pepo. Pepo zinatolewa na watu wa Mungu. Pepo zinatolewa na wachungaji, zinatolewa na dada katika Yesu, ndugu katika Yesu.
Sasa hao ndio watakaofika kule siku moja wakamwambia Bwana, tulikula tukakunywa na wewe, tulitoa pepo katika jina lako, lakini atasema tokeni kwangu nyinyi watenda mabaya siwajui. Itakuwa ni kilio na kusaga meno ikiwa ulimtumikia Mungu sana, watu wakaona, lakini kwa siri ulikuwa na maisha yako ya siri. Haleluya! Vile ambavyo ulistahili kusema hapana, ulisema ndio. Na kwa sababu sisi huwa tuoni mambo ambayo mnafanya kwa siri, sisi tuliendelea. Haleluya! Na sisungumuzii washirika. Kama kuna watenda wa dhambi wakubwa ni wachungaji. Amen. Kama kuna watenda dhambi, wajua mbinguni washirika watakuwa wengi kuliko maaskofu. Washirika watakuwa wengi kuliko wachungaji, kwa sababu wachungaji wanatenda dhambi sana. Amen. Kwa hivyo kama ni kujikaza, mimi kama mchungaji lazima nijikaze na wewe ujikaze. Hautaingia kwa sababu kuna title. Mungu hataita jina kwamba Pastor Barasa. Haleluya. Vya pastor hivyo ni vyenu nyinyi. Amen. Mbinguni kama jina langu liko katika kitabu cha uzima, litaitwa tu Nelson Barasa. Lakini vya pastor na askofu vinaishia hapa. Nyinyi ndio mnajua mimi ni pastor, lakini Mungu ananiita tu mwanangu. Bwana siwe sana. Amen. Na wewe pia anakuita mtoto wake. Kwa hivyo mbele za Mungu tunafanana. Tujikaze wanangu, tujikaze. Vya kusema hapana, jifunze kusema hapana. Hata kama mambo yamepambwa, ahadi ni nzuri, umeletewa kila kitu kwa ajili tu ya ufalme, kwa ajili ya furaha ambayo imewekwa mbele yetu, sema hapana. Amen. Sema nini? Hapana. Na kama tumeenda kando, basi siku ndio hii tumrudie Mungu wetu. Na kama hujaokoka, siku ndio hii umrudie Mungu wako. Haleluya. Wacha tuishi kwa hofu na kutetemeka kama wageni wapitao. Haleluya. Wakati wowote tarumbeta inaweza kulia. Kwa nini Yesu alisema kwamba atakuja kama mwizi? Alitaka kupata watu original. Bwana sifa sana. Sio wale karubandika, sio wale fotokopi. Wajua kama angeambia watu atakuja mwaka fulani, mwezi fulani, siku fulani, kila mtu angeenda mbinguni. Haleluya. Hata watu waovu wangeenda mbinguni, kwa sababu kama mwezi ule ungekaribia, kila mtu angeokoka. Kwa hivyo wanafiki wengi ndio wangeenda mbinguni. Lakini alisema nitakuja mwizi kwa sababu anataka kupata watu original. Kama wanampenda, wanaompenda kweli. Kama wanamtumikia, wanaomtumikia kweli, si waongo. Kwa hivyo anakuja kama mwizi na kupata ukiwa tayari. Haleluya. Kule nyumbani kuna wimbo ambao huwa naimba siku zote, uwe macho. Ovechenge meso. Haleluya. Uwe macho. Kwa sababu anarudi siku na saa ambayo hakuna juai. Amen. Kuishi maisha matakatifu ni uchaguzi wa mtu, na kuomba uchague leo. Si Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana.